Mimi na Dalinda tulikuwa tunatoka Kanyosha hadi Mize Viva Lwa Miguu, tunatembea kwa kusema tunapenda mziki. Tulikuwa natoka Lwa Miguu kule, hatujali mziki utaisha saa ngapi. Tulikuwa tunasikilizia show hadi sanye show inaisha, ndo tunafunga tena virago vyetu hadi tena Kanyosha. So guys, kama kuna watu ambao wanaharibu mziki wa Burundi, DJ Paulin ni wa kwanza ambaye hajui thamani ya wasanii wa Burundi. Na ndo kwa maana mnamuona mtu mzima na ukubwa wake, msanii anapanga price yake yeye. Anasema kuanzia leo mimi siwezi nikaenda kwa show ya nje ya msanii ambaye alienda nje, watu wa promoters walianda, siwezi nikaenda chini ya milioni 10. Yeye anapanga bei yake yeye. Tunaanza kampeni ya kusimama kwa pamoja na kusema no kwa wasanii wa nje kuja Burundi. Pesa za Warundi ni za wasanii wa Burundi. Leo Wizi Designer na nyimbo kama ngapi amehiti, mpaka hivi Wizi Designer ana hata basikeli yenyewe tutasema alitoa kwenye hiti yake. Leo Berry Music alihiti, hatuna cha kusema eti hata ana pikipiki yenyewe ametoa kwenye hiyo hit song yake. Isaac TV ho. Mnajua vitu ambavyo amevifanya Dalinda, amefanya kitu kikubwa sana. Amefanya kitu kikubwa sana kwa kusema, wanakuambia samani jipe mwenyewe, samani jipe mwenyewe. Kama haujajipa samani, hakuna mtu ambaye anaweza akakusamini. So kitu ambacho Dalinda ameongea cha 10 million ni kitu ambacho kipo sahihi, na kivyangu mimi naona kama alikuwa amechelewa. Naelewa kwa kusema wasanii wa Burundi wanazarauliwa sana. Wasanii wa Burundi wanazarauliwa sana. Ni wasanii ambao wanachukuliwa kwamba sijui niseme aje, wanawachukulia njia zao, wanazichukulia kama ndo njia ya kuteka advantage. Hakuna tofauti ya msanii wa Burundi na msanii wa Tanzania, msanii wa Nigeria. All these people they invest money. Ikikuwa ameinvest 100,000, Davido aliinvest milioni 10, but zote ni pesa. Naelewa. Hawa watu wana invest pesa, na ndo kwa maana mimi sijafurahia kabisa kitendo ambacho kinaendelea Burundi. Sijafurahia kabisa. So kila siku hao watu wanaingia studio kurecord new music, hao watu wana invest pesa zao kwenye music yao. Up to now wasanii wetu hawana, kuna wasanii wetu hawana manyumba. Wasanii wetu hawana nyumba zao ambao utasema hii nyumba mimi Satubi, mimi Fizzo, mimi fulani nimeitoa kwenye music. Wasanii wetu hawana hicho kitu. Msioni hao wasanii ambao wanatembelea magari manini, gari zao nyingi sana za kuongwa, wanaongwa. Mnanielewa? Mr. Champagne hiyo gari hajetoa kwenye music, ni gari tu ambao mafanzi wake walimnunulia. Bwana Alvin Smith hiyo gari hajetoa kwenye music. Mnanielewa? Na wasanii ambao mnajua, hakuna msanii ambaye ashatoa gari kwenye music. Mnanielewa? So guys, please, tunaomba wasanii wetu tuwachukulie kwamba ni watu ambao wanaitambulisha nchi yetu, ni watu ambao wana represent Burundi. Because ukienda sehemu akiuliza in Burundi there is a musician, utasema yes there is a musician, can you tell me the name of the musicians? You're gonna say we have Satubi, we have Big Fizzo, we have this. So wana represent Burundi kwenye sector ya music. So these people, they need a value. They need a value. We need to value them. We need to value our musicians, no matter what, no matter unakutana nao, kwa sababu nchi yetu ni ndogo. Usichukulie kitu cha hatari sana wakuambia kwamba WANDA BOY ni celebrity wa Burundi, and then unakutana na mimi mitaani, unakutana na mimi Kinama, unakutana na mimi sokoni, unakutana na mimi town. Burundi ni ndogo, na naelewa Burundi ni ndogo, na kukutana ni vitu vya kawaida. So hivyo vitu visikusababishi wewe ushushie samani nchi yako. Na naelewa, no matter what, I will respect my flag, I will represent my country. So as a Burundian, let's respect our musician. Our musician
they are going down. Wasanii wetu wanaenda down. Mkitizama huyu mwaka na mwaka jana, wasanii wetu wanaendelea kudidimia chini na kuna kuja vipaji day and daily. So guys, let's stand together and say enough is enough. Let's protect our own blood. Let's protect our own brothers, talented artists. Mnajua ni vitu vinahuzunisha sana, unanielewa? There's a time mimi nilikuwa shabiki. Mimi nilikuwa shabiki kipindi kile, mimi na Dalinda tulikuwa mashabiki, tulikuwa tunaishi Kanyosha. Tulikuwa naishi Kanyosha na Dalinda, tulikuwa natoka Kanyosha kukikuwa show. Wale ambao wanakumbuka zile show zilikuwa zinafanyika Musée Vivant kipindi kile, zile za le 25, ilikuwa ni Journée Mondiale de Sida. Dogoei, wakina Sosokei, wa Fizzo, wa nani walikuwa naimba kipindi kile. Mimi na Dalinda tulikuwa tunatoka Kanyosha hadi Musée Vivant lwa miguu, tunatembea kwa kusema tunapenda mziki. Tulikuwa natoka lwa mguu kule, hatujali mziki utaisha saa ngapi. Tulikuwa tunasikilizia show hadi sanye show inaisha, ndo tunafunga tena virago vyetu hadi tena Kanyosha. Mimi na Dalinda, mnanielewa, ambaye ni superstar kwa sasa. So ndoto yetu ilikuwa ni tukipata chance tuje kwenye music ya Burundi, tugeuze vitu fulani ambavyo tuliviona kwenye muziki wa Burundi. Na nyie mafanzi ambao sasa hivi mnashabikia muziki wa Burundi, mnajua kipindi kile wenda mlikuwa hamjakuwa mafanzi wa muziki, lakini hivi nyie ni mafanzi. Majournalist, wenda kipindi kile mlikuwa hamjakuwa majournalist, sasa hivi nyie ni majournalist. Kwa nini sasa we don't try our best tubadili vitu? Kwa nini hatuwezi tukabadili vitu? Ni muda wetu sasa. Leo hivi ambaye tunaye legend, ambaye ni legend, ambaye Mwenyezi Mungu katulindia naye na hadi sasa tunaye Big Fizzo. Ni legend ambaye kwa sasa ni mtu ambaye alistahili kuikaa sehemu moja anakula matunda ya vitu ambavyo alivinvest kwenye music. Hivi vitu vinatia hasira sana kuona miaka ambayo Big Fizzo ameshafanya kwenye music, still bado akingali nataka kubukiwa kwenye ma-event za mamilioni 3, milioni 4, milioni ngapi. Akisha hadi sasa hajasema basi mimi hichi kitu nimekitoa kwenye music. Estimate huyo mtu, hata tukisema Mwenyezi Mungu anamchukua leo, his spirit will never rest. Spirit yake haiwezi ka rest in peace, because bado anaidai Burundi. Up to now Fariazi anaidai Burundi, Fariazi anawadai Warundi, Fariazi anawadai mafanzo wa Burundi. We owe Big Fizzo a bigger things in his life. Yani Big Fizzo anaidai Burundi, anawadai wananchi wa Burundi, kwa kusema hana miaka 20 na kwenye music ya Burundi, akisha hajaona chochote, ni serikali ni chochote hawajamfanyia kitu while yuko alive. So mnajifeel vipi? This thing is so painful. Mtu ana miaka 20 kwenye music ya Burundi, hawezi kusema basi yuko na kitu ambacho amekitoa kwenye music ya Burundi. Hadi leo legend wetu ambaye ni legend, ambaye tokea mimi nipo mdogo, mimi ni shabiki yake, ninamshabikia tokea mimi nashabikia muziki wa Burundi hadi leo mimi nipo kwenye industry ya Burundi. Fariazi hajakuwa na kitu ambacho atasema hichi kitu nimekitoa kwenye muziki wa Burundi.
but kila siku anatupatia nyimbo mpya, kila siku anatupatia kitu cha kusikiliza, kila siku anatuburudisha. So guys, mujifikirie kuhusu hichi kitu, mujifikirie hicho kitu. Yuko na ID, yuko na kitambulisho cha yeye kuishi Ulaya, yuko na yani yeye sasa hivi akisema kesho mimi naenda kuishi Ulaya, ana huyo uwezo. But amesema mimi nimekula kiapo, mimi nitaendelea kuwa msanii wa Burundi na nitaendelea kupambana na umaskini wangu wa Burundi, siwezi nikakimbia wananchi wangu, na ndio kwa maana yuko na sisi Burundi. Lakini sio kwamba anashindwa na yeye kwenda kama gisho walivyokwenda wasanii wengine wakina Yoya wanani, lakini anasema anakuja kuishi na sisi Burundi, haja pambane na sisi Burundi. So how come hata na yeye basi Mwenyezi Mungu akimchukua ama akifikia kwenye kipindi ambacho yeye anastaafu, atasema mimi nimefikisha muziki wa Burundi sehemu fulani, nimefikisha muziki wa Burundi sehemu ambapo mafans wa muziki wa Burundi wameshajua thamani ya msanii, wameshajua thamani ya muziki wa Burundi. Up to now for years guys, mimi don't worry about me, don't worry about Dalinda, don't worry about Natasha, don't worry about this artist wasanii ambao wameanza sasa hivi. I'm worried about Fizzo, I'm worried about Lolilo, I'm worried of these people. Wanajifeel vipi kwa ambapo walipo hadi sasa hivi, even if sisi hatupo ndani mwao, hatupo kati ya roho zao, wanajifeel vipi? Please guys, kwa sasa tumebakia na waandaaji wa show, tunabakia na DJ Paulin. DJ Paulin guys ndo mtu kwanza ambaye alisababisha mimi na Satubi leo tunakuwa maadui, kwa kusema Satubi tulisign contract vizuri, tulifanya kazi zetu vizuri, lakini DJ Paulin akakuja akajiingiza kati, akatutafuta, akatuambia mimi nina idea ya kumleta Medi Burundi, na wewe Satubi jinsi una idea ya kufanya nyimbo na Medi, mimi naweza nikakulipia tiketi ya ndege unaenda Tanzania kwenda na kurudi, kwa sababu show yangu ipate nguvu. Unanielewa? Satubi akanifuata, akaniambia, akafikisha hicho kitu kwenye management, tukaongea. Nikamwambia but siamini hicho kitu ambacho huyu jamaa anachokifanya. Satubi akajitahidi kunielewesha, akaniambia huyu mzee ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Nikaikaa mimi nikamshakia, unanielewa? Akaenda ile project ya Dalinda kwenda kufanya nyimbo na Medi, ni project ambayo tulikuwa nayo, ambayo Dalinda alikuwa ameshaongea na Medi na walikuwa wameshakubaliana, unanielewa? Sasa DJ Paulin akamwambia Dalinda kwamba mimi nitakulipia tiketi ya ile na retour. Ikabidi DJ Paulin akaenda na Dalinda kule. Kama mnakumbuka pale ndo penye DJ Paulin alipatia nguvu. DJ Paulin akakuwa DJ Paulin, kwa sababu alipotoka kule na zile vurugu za Satubi na mimi, ilikuwa ni DJ Paulin, DJ Paulin, DJ Paulin, DJ Paulin, DJ Paulin, DJ Paulin. Ndio kwenye DJ Paulin nguvu yake ilikuja kuwa kubwa sana, unanielewa? So walipoenda kule Tanzania, DJ Paulin akamuingia Dalinda kwenye masikio, unanielewa? Na mpaka hivi kisa cha mimi na Dalinda kusitisha mkataba ilikuwa DJ Paulin, kwa sababu DJ Paulin alimuingia Satubi kwenye masikio, akampatia akamkubalia vitu ambavyo hadi sasa kumtimizia, na ndio kwa maana mnakutana kwamba Satubi na DJ Paulin wameshakatiana matana maji, unanielewa? Kwa kusema DJ Paulin ile nyimbo ilipomalizika alijifanya yeye naye anakuwa msanii, alijifanya na yeye hiyo nyimbo anataka hiyo nyimbo ni ya kwake yeye, unanielewa? So ikabidi Satubi akarudi nchini, DJ Paulin akampanga, sijui alimpaga ngapi, mtoto wa maskini wa Mungu Satubi mpaka vya kunaambiaga ukweli wote. DJ Paulin akamweka kwenye show zake mbili, mimi Satubi akaniambia tu jamaa
alilipia hiyo nyimbo, media alianza kuomba hela, alifanya nini, brother alijitolea akafanya hivi, nikamwambia hapana, inabidi hela zionekane kwa meza. Hapo umeshanipiga cha mjicho hapa. Unanielewa? Hiyo yote ilikuwa ni DJ Paulin ndo alinipita kwenye mgongo akampanga Satubi, kwa sababu aliona Satubi kakuja kuwa na nguvu sana. Kipindi tumeachia No Love na tukafanya No Love tour, Satubi akakuwa na nguvu sana. DJ Paulin akasema hapa na mimi ndo hapa pa kumshikia huyu mtoto, na mimi ni brandi biashara yangu. Yani hapo ndo mistake ambayo tulifanya mimi na Satubi, kupitisha nyimbo jina ya DJ Paulin. Unanielewa? Na mpaka DJ Paulin ni kupitia mgongo wa Satubi. Ni kupitia mgongo wa Satubi. Unanielewa? So ikabidi DJ Paulin akatoka kule akafanya vurugu zake. Baada pale tena akakuja kumgeuka Satubi, akakwambia kwamba hiyo nyimbo ya Medi ni ya kwake yeye, inabidi Yogo ampatie hiyo nyimbo ikuwe kama vile DJ Paulin featuring Satubi na Medi. Ikabidi Dalinda akakaa akasema huyu jamaa anataka kuniingiza vidole macho. Ikabidi Dalinda akamkimbia. Wakakuwa hivyo, Dalinda akaachia nyimbo. Unanielewa? Baada hapo brother kaanza maarufu manini, na kiufupi kwa watu ambao wanaharibu muziki wa Burundi, DJ Paulin ni number 1. Kwa sababu mkitizama show zote ambazo zinaandaliwa Burundi ni DJ Paulin, na hajawa yake kusema hii show mimi naandaa ni wasanii wa Burundi tu. Ujiulize, mtu anajiita yeye ni Murundi lakini hana uzalendo, hana mapenzi na nchi yake. Hakuna show ya DJ Paulin ambayo ameshaandaa Burundi ambayo itasema hii ni show ya Warundi tu. Utasikia alimuita Sheba, alimuita Kamilioni, aliita nini. Ujiulize, mtu unamuita Kamilioni mpaka hivi unamsamanisha Kamilioni. Yeye ndo mtu ambaye alimuikisha marehemu Buravani, Ivan. Kama Ivan alivuma Burundi, Ivan aliimba nyimbo moja, DJ Paulin akamleta Burundi. So guys, kama kuna watu ambao wanaharibu muziki wa Burundi, DJ Paulin ni wa kwanza ambaye hajui thamani ya wasanii wa Burundi. Na ndo kwa maana mnamuona mtu mzima na ukubwa wake, msanii anapanga price yake yeye. Anasema kuanzia leo mimi siwezi nikaenda kwa show ya nje ya msanii ambaye alienda nje, watu wa promoters waliandaa, siwezi nikaenda chini ya milioni 10. Yeye anapanga bei yake yeye. Akisha wewe una post unamcheketi Satubini wa milioni 10. Unamaanisha nini? Hauna mapenzi yote na muziki wa Burundi. You don't respect au wasamini wasanii wa Burundi. Kwani ule msanii wa Rwanda na Satubi utofauti wao uko wapi? Kwa sababu Satubi ni msanii mkubwa kuzidi wa wasanii wa Rwanda, lakini unamwambia yeye milioni 10 ni nyingi. Ukipiga hesabu sasa wasanii ambao wanaletaga ni zaidi ya milioni 20, kwa sababu kuna ndege, kuna kulaji, kuna kulala, kuna nini, zaidi ya milioni 20. So ana mind msanii wa inchi kutoa price yake. Sasa leo mnamsikia biashara yao inakuwa ni Rwanda Burundi, Rwanda Burundi. Na ukijiuliza kwa mfano huyu Kivumbi, kama ndo Kivimbi, kama ndo nani, nyimbo zake hazivumi redioni, utakutana zinapigwa sana kwenye klabu yake. Yaani yeye amesha sign contract na wasanii wa nje kwamba mimi nitakuwa nawavumisha kwenye klabu yangu, akisha mnakuja kupiga show Burundi. Hii yote inatokana na nchi yetu, inatokana na watu wetu. And tukise enough is enough, na vitafanyika. So mimi, wewe ambao unanitazama, wewe mpenzi wa music ya Burundi, wewe Murundi, let's stand together and say enough is enough. Leo Wizi Designer na nyimbo kama ngapi amehiti, mpaka hivi Wizi Designer ana hata baskeli yenyewe tutasema alitoa kwenye hiti yake. Leo Berry Music alihiti, hatuna eti ya kusema eti hata ana pikipiki nyama ametoa kwenye hiyo hit song yake. Huyu dogo, huyu data, huyu nani, Dramati ametoa nyimbo ambayo imehiti inafikisha milioni 3. Hatuwezi tukasema kwamba ana kitu ambacho alikitoa kwenye music yake. So
Guys, let's stand together and protect our musician. Wasanii, tunaombeni. Hichi kitu sio kwa ajili yangu mimi niko na maisha yangu beside music. Mafanzi hapa, kuna mafanzi ambao ni watajiri kuwazidi hata nyewe wasanii. So achini kwa disappoint. Tunaanza campaign ya kusimama kwa pamoja na kusema no kwa wasanii wa nje kuja Burundi. Pesa za Warundi ni za wasanii wa Burundi. Hizi pesa za mashow za nini tuziinvest kwa wasanii wetu. Tukifanya hivyo tutaona kama kesho Fariazi hata nunua gari, kesho Satubia atajenga nyumba, kesho Wizi Design hata afanya hivi na hivi na hivi. So tufunge boda, tufunge mipaka, tufunge airport na kusema kwamba sisi ni Warundi na tunataka tufurahi siku moja. Mimi nikipita, mimi kama journalist napewa lift na msanii. Mimi kama Wanda Boy nikipita napewa lift na gari ya msanii. Let's stand together. Tukatae wasanii wa nje kutoka nje kuja Burundi kuchukua pesa za Burundi waende nazo kule kwao, wakisha kesho wanakuja kututukana sisi. Wanatutambia kwamba Warundi hawana chochote, music yao iko chini. Mnasahau kama Diamond alipita Burundi na akafanya show nyingi Burundi. Wasafi wale wakina Harmonize walipita Burundi na wakafanya show kabla hawajatoka hawajakuwa wasanii wakubwa. Lakini hivi wenyewe ndio watu wa kwanza ambao wanatuzaraulia wasanii wetu. Hao ndio watu wa kwanza ambao wanadharau muziki wa Burundi. Hiyo yote ni kutokana nini? Kwamba sisi ni wajinga. Wakitoka kule wanakuja, tunawapa nafasi. Wakitoka kule wanakuja Burundi, ni media kama 20 zinaenda kuwapokea. Tuache hiyo ujinga. Tupende wasanii wetu, tuwasamanishe wasanii wetu. Hatujaona promoter mwenyewe anafanya vitu kama vile ambavyo yule Frank wa Abuja FM alivifanya. Yeye sio Murundi, lakini alionyesha kwamba ana mapenzi na music ya Burundi. Alifanya dunda na Abuja FM, alita wasanii wote wa Burundi. Sasa kwa nini nyie wa promoters mnashinda kufanya hivyo? Mnaua samani ya msanii kisha tena mnaanza kuwatukana. Mnaua samani ya wasanii kisha tena mnaacha vinyo mshaua mnaenda nje. Mnaua wasanii wa Burundi and then mnaenda kuleta wasanii wa nje ndio waje warizishe mafazo wa Burundi. So guys, let's stand together. Isaac TV. Oh.